Tulianza na somo lililokuwa linasema matumizi sahihi ya fedha. Tukasoma, tukajifunza namna gani fedha iweze kutumika na itumikeje pamoja na Mungu. Haleluya. Na jana tukawa na somo pia linalosema amani ni bora sana kuliko ushindi unaotaka. Jifunza kwa habari ya kutunza amani, mahusiano yako wewe pamoja na Mungu. Lakini leo tujifunze kwa habari ya kutamka maneno ya baraka kwa mtoto. Tumalizie hapo. Kutamka maneno ya baraka kwa mtoto. Unataka uniulize, mbona mimi sasa sina mtoto? Utakuwa naye, lakini sio yule utakayekuwa naye tu, lakini pale nyumbani yupo mtoto na hapa kanisani yupo mtoto. Jitahidi sana kutamka maneno ya baraka kwa huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka siku zile huko shuleni yule mwalimu alipokuambia lile neno gumu linalokumaga moyo mpaka leo? Hasa uliposhindwa kutafuta hesabu iliyokuwa inataka utafute mzingo wa umbo la duara lenye nusu kipenyo. Unakumbuka lile neno alilokuambia linalokumaga mpaka kesho? Lakini uliposhindwa kutambua kwamba hii ni continuous future tense sijui na nyingine nini, ulipigwa sana ile siku na ukaambiwa huna akili. Aliyekuambia ni mwalimu wako, na lile neno huwa linakuuma sana ndani. Ulishindwa kumsamehe yule mwalimu. Sasa wewe ndo mwalimu, sasa unaenda kule na yupo daktari na yeye anaenda na kutana na una mgonjwa kule. Kuna neno ambalo unaweza ukatamka, lakini ndani likawa linaendelea kumuumiza yule mtoto. Wewe unajua umekwisha tamka na limeisha, kwa sababu ya zile hasira tu ambazo umetamka, ukasahau kwamba kwenye kinywa chako kunaweza kukawa na neno ambalo ni baraka, lakini kunaweza kukawa kumebeba laana juu ya mtu. Ni neno tu ambalo unaona umelitamka kwa mtoto, lakini laana yake ikawa kubwa au baraka zake zikawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakikisha kwamba unapotamka maneno na mtoto, jua kinywa chako kimebeba ushindi kwa ajili ya yule mtoto. Na unachokifanya mtoto anaangalizia ili na yeye afanye. Nimekuwa nikiangalia, tukao tunaendelea na ibada hapa, napiga magoti wakati wa kuomba, na watoto wanapiga magoti, wanajifunza. Vipi ukiwa umemtukana alafu wewe unapiga magoti alafu anakuangalia? Ndo alinitukana huyu, amepiga magoti hapa. Hukumwambia neno zuri. Na hakuna mtu anayependa kusifiwa kama wewe na mtoto vile vile. Na hakuna mtu anayechukia sana kusemwa vibaya. Ukamwona mtoto ana kamasi puani, ukamwambia umependeza mwanangu, lakini ngoja nikutoe kamasi. Ukamtolea shati lake. Kesho atatolea tena shati lake. Na kweli puani patakuwa hapana kamasi, ila hapa tumboni kwenye shati unaziona tu kamasi na nzi wanafuata kama nzi zipo hapa tumboni. Wewe ndiye uliyemfundisha. Na kesho ukikutana nao ukaambia, "Oh, mtoto mzuri, umependeza. Hongera sana. Kamasi hatutoleagi shati." Atakuelewa. Kesho yako utazikuta ziko mkononi. Amekuona? Unamsalimia vizuri, kamasi ziko wapi? Mkononi. Ni namna jinsi ambavyo amepokea kutoka kwako wewe ambaye huyo mtoto umemtamkia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo acha kujitoa ufahamu unapokwazwa na mtoto. Umemwambia mtoto huna akili, na ndio maana hivyo huna akili. Unataka afaulu sasa na maombi yako. Ulitubu siku ile ulipotamka ile neno kwamba huna akili?
Naongea na mzazi wa leo. Ulitubu lile neno, alikukwaza kweli. Na kuna wengine kuelewa, vichwa vyetu kwa kweli ni mpaka fundishe, baada ya siku 2 unasahau. Usiporudia tena ni shida. Iko hivyo hata we mwenyewe. Ulisoma vizuri kwenye maandalizi ya testi, ukaelewa vizuri. Tunaanza yui, umeanza kusoma toka mwanzo. Manake memory card imefuta vyote. Kwa unapomwambia mtoto wako maneno magumu, we mtoto mchawi kabisa, wewe umefanya, we mchawi, hilo neno limetoka kwenye kinywa cha aliyeokoka. We mtoto huna akili, we mtoto mchafu, asafishwe na nani? Kwa nini usimwambie mtoto yule maneno ya ushindi yenye kumtia moyo, ili kwamba anapoendelea kuimarika kwa njia ya mafundisho yako aendelee kumjua Mungu na akafundishe wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa mwalimu na walimu, wazee wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Wazee wenzangu, tupungiane mikono. Mko wapi? Safi. Mungu abariki sana. Na sisi kuna maneno tuliwatamkia wale watoto, hasa walipokutokosea kule shuleni, na ukampiga hata hutaki maelezo yake. Tuanze kuomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa kwanza Wafalme wa kwanza sura ya 2. Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Habari inaanzia nyuma kidogo, wakati mtoto wa Daudi aliyekuwa anaitwa Adonia, ambaye alizaliwa na mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Hagith, alipojipatia ufalme yeye mwenyewe. Akachukua baadhi ya watumishi pale nyumbani kwao, akaenda akachinja kule na nini, ili alisi kile kiti cha babake. Lakini mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nathan akaenda akamwambia Bathsheba, ambaye ndo mama yake na Sulemani, akasema, mbona kama ninaona sherehe zinaendelea kule, wakati anayetakiwa kukalia kiti ni Sulemani? Na huyu, kumbuka, Bathsheba ndo aliyekuwa mwanamke wa yule askari aliyeuawa kwa njama ili mtu alisimke. Sio kitu naikumbuka Basi alipopata zile taarifa, Daudi akatuma watumishi akiwepo Sadoki. Hebu tamka tena hilo jina. Yes, Sadoki. Sio mimi sasa. Sio, yani Sadoki mwingine yule. Ili waende. Walipoenda wakamkalisha Daudi kwenye kiti, na Adonia alipoona vile, Isaya akajua hapa kwisha habari yangu. Na ile hali ya yeye kujikatia tamaa, watumishi wake wote wakakimbia aliyokuwa nao, yeye akaenda akashikilia pembe za hekalu, kwamba hapa kama nikufa basi nifie hapa. Daudi akamwambia maneno yenye akili mtoto wake. Sasa ndipo tunapokuja kuanzia ule mstari wa 2. Anatamka maneno yenye ushindi. Akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi mwanangu uwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naenda njia, anakufa, umri wake umeenda, lakini mwanangu, hakikisha wewe mwanangu uwe hodari. Anamwambia maneno ya ushindi yule mtoto wake, kwamba wewe ujionyeshe kuwa ni mwanamume. Acha kujifanya unasinzia. Wewe ni kidume mwanangu, umekubalika. Anamtia moyo mtoto wake. Na mtoto alipokuwa anatembea, akatembea na yale maneno aliyoambiwa kwenye kinywa cha baba yake, yale maneno ya baraka. Asumu mbaba angeongea maneno ya laana, inakuaje?
umezaa mwenyewe, ukaongea maneno machafu mwenyewe kwa mtoto wako, alafu unataka mtoto afanikiwe, ni kitu ambacho hakipo. Yesu apewe sifa. Haleluya. Akaongea akasema, mwanangu, uwe hodari, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uenende katika njia ile ambayo sheria zimeandikwa kwa habari ya Torati. Shika zile amri mwanangu. Anamwambia maneno mazuri ya ushindi mtoto wake. Wewe wa kwako nyumbani unamwacha hata ibadani haji, unamwacha anachochea maharage yasiungue, si ndio na ibada zinaendelea. Unampeleka kanisani hata bila sadaka, uko fresh tu. Unataka ajifunze nini huyo mtoto? Unaongea maneno magumu kwa mtoto. Unataka huyo mtoto awe mshirika wa wapi? Yaani kile unachokiongea ndicho ambacho tunatarajia tuone matokeo ya kesho. Haleluya. Haleluya. Kwa wanawake waliowahi kubeba mimba, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba ya mke wangu Esther Chaula, mtoto wa Kikinga, na mimi amina. Mtoto akiwa tumboni, mama anafurahia sana na mtoto, na mimi baba yake nafurahi sana. Mtoto anacheza huko tumboni. Siku mama akikwazika, mtoto achezi. Amina wakina mama. Yaani kama mtoto anahisi uko ndani wairani hapo. Kwa anataka mtoto kufundishwa toka huko tumboni. Amani. Kanacheza, kanagonga tu, sijui kanawekaga na tako nyuma tu. Kwa mama anafanya kupush, anarudisha kidogo. Na anarudisha kwa adabu. Mara unaona kabisa katumbo kametunda. Na kanaweza kamwa kakaganda hapo. Kwa mama anaanza kushikashika ili mtoto rudi huko. Anarudisha mahali pake. Malezi yameanzia kule ndani. Anatoka nje, anafurahiwa yule mtoto. Mwanangu umekuja. Anapewa jina zuri, anaombewa, na anakuja madhabahuni kuwekwa wakifu mtoto. Wewe mzazi unakuja kumharibu mtoto kwa ajili ya kuongea maneno yako machafu kwenye kinywa chako. Baraka za yule mtoto ziko kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijakwambia usije ukamchapa. Chapa inavyotakiwa. Hata Biblia imesema usimnyime mtoto nini? Lengo ni kumwokoa na kuwapi? Kuzimu, jehanamu. Anakosea tu unaongea, mwanangu, yani nakupenda. Kumpenda kuko pale, lakini shika chini. Shika chini. Anakula vyake vya kutosha pale. Hakuna kwenda kulilia nje. Lia hapa. Ukimaliza ndo tunaanza kuongea. Hivi mwanangu, ulichofanya ni sahihi? Usirudie tena. Wakristo mwanangu, tunafanya 1, 2, 3. Usimpige alafu akaenda kulia kwa wenzake kule nje. Sawa? Piga tumalizane hapa ndani na mahusia yaendelee hapa ndani, sio kule nje. Na usimpige wakati majirani watoto wenzake wanakuja wanaona. Piga. Ila piga vizuri. Makalioni, mikononi. Sio ukapiga kichwani. 30 itakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto anaishi kwa kuiga. Yaani kile unachokifanya mzazi, na yeye atakifanya hicho. Unanielewa Yaani kile ambacho mzazi unafanya ndicho atakachokifanya.
Unapofikiria masuala ya kuoa, hatuoi kwa sababu tu mwanamke huyu hapa. Unaoa hata kwa kuangalia maisha ya nyumbani kwao. Chunguza, mbona kama mama yake huwa kila siku anatoka na ngeo usoni. Mtoto anajifunza nini pale? Anajua mimi leo kila siku nitakuwa naenda kupigwa. Kumbe sio kweli. Shida ni kile ambacho amekiona wazazi wakifanya. Yesu apewe sifa. Kile ndicho kinachomuumiza mtoto. Kumfundisha mtoto wako hata kama una degree yako ni kazi sana. Sana. Maana utamzabua makofi na hata kuelewa. Inataka neema pia, kama ambavyo unafanya ibada za nyumbani kwako pamoja na watoto, pia umfundishe mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kama nyumbani huwa unafanya ibada, umfundishe mtoto kwamba haya ndio maisha yetu. Ikifika saa 2 kabla ya kula au baada ya kula, tunaanza nini? Ibada. Ataishi hayo maisha. Mfundishe mtoto kwamba mwanangu, muda wa sadaka huwa tunaenda kutoa nini? Sadaka. Mpe sadaka. Sanga. Uko ni ravavena. Otonge. Wale watoto wako sanga, wakinabii wale, nibie, wanapoendelea kukua, wafundishe na kwa habari ya kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anakuwa akiwa na miongozo ambayo mzazi wake amemfundisha kwamba kuna kutoa sadaka. Sio mpe hela tukuta amenunua vichori. Fimbo, shika chini. Mwanangu, ufanyaje? Mimi nilikupa ya vichori nyumbani, hukunywa chai. Shika hapa. Hiyo haina maelezo, kwa sababu umemfundisha namna ya kumheshimu Mungu kwa njia ya matoleo. Umemwelekeza akiwa mtoto, huwa tunafanya hivi mwanangu, tunaenda hivi. Yeye ameenda kununua vichori, ameenda kununua pipi wakati ibada zinaendelea. Tukitoka tu. Hatua ya kwanza, sadaka sikukuona ukitoa. Ulifanyaje? Ilipotea. Lengo sio kumuumiza, lengo ni kwa habari ya kumfundisha ili akulie neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe jinsi ulivyo hivyo ni kwa sababu ulianza kufundishwa toka mwanzo. Kuna miongozo uliokuwa unaipewa kwa habari ya kumheshimu Mungu kwa njia ya matoleo, ukaenda hivyo. Hakikisha fanya hivyo hata kwa wale watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 22 mstari wa 12 mpaka wa 13. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 22 mstari wa 12 mpaka 13. Biblia anasema, Bwana na akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli, ili ushike torati ya Bwana Mungu wako. Ndipo utakapofanikiwa ukiangalia kuzitenda amri na hukumu Bwana alizoagizia Musa juu ya Israeli. Uwe udari na wa moyo mkuu, usiogope wala usifadhaike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado tunaendelea kuangalia habari za Daudi. Anamwambia mtoto maneno kama sala, anamuombea mtoto wake. Anasema, Bwana awe pamoja na wewe. Ni mtoto mdogo, lakini huyu alikuwa amefika kwenye wakati wa kumiliki sasa. Kama maneno yameanza kumtoka akiwa mtu mzima, manake huyu baba ninaamini hata kwenye wakati wake mtoto anazaliwa alimfurahia na kumwambia maneno mazuri. Mungu kama amekupa neema, tamka maneno mazuri sana kwa mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unahisi hajaanza kusema bado,
tamka maneno mazuri. Yuko tumboni kule, we mwambie tu, mwanangu nakupenda wewe, hata kama ameweka nakupenda mwanangu, rudisha na hivi. Mama hana pose, inabidi agande, anastaka tazani kapigwa shoti, kumbe kuna mtu amemwambia stop, rudisha. Kimya kimya, akishamrudisha kikaa sawa, basi safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema Bwana awe pamoja nawe, ufanikiwe. Bwana akupe busara juu ya Israeli, uishike torati ya Bwana Mungu wako. Ukikaa na mwanao nyumbani, ukikaa na mdogo wako yule, anza kumfundisha kwa habari ya mienendo ambayo inaifaa kweli ya Mungu. Nyumbani tuna wadogo zetu wengine ni vichwa vilivyobonyea, yaani sio kupinda tu, kimebonyea, na ukianza kumfundisha hata hakuelewi. Mwaka 2002 wakati nasoma, nilikuwa nakaa kwa mjomba wangu mchungaji Isakwisa Makomele pale Nzovwe Mbeya. Kwa sasa alishalala. Kwa mtoto wake mmoja ibada hataki kabisa za nyumbani ile jioni. Akaondoka akaenda kujificha chooni. Ibada zinaendelea, yuko chooni. You just imagine, pamoja na harufu ile lakini yuko chooni. Nakumbuka ilikuwa choo ya shimo. Tumemaliza ibada, baba yake sasa ambaye ndio mchungaji anaenda, mchungaji Isakwisa Makomele anaenda uwani, anamkuta mtoto wake. Ulikuwa wapi? Baba akarusha ngumi imkute mtoto. Kwa bahati na hiki kizazi kingi, mtoto akakwepa, mzee kaenda kauvaa ukuta. Anakuja umo mmechubuka, akanyosha moja kwa moja chumbani. Kesho anakandwa mkono na mke wake. Inakuaje? Shida nini? Kijana ndo anaanza kusema, nimemkomesha mshua. Yaani sumbua. Vipi kama huyu mtoto tungeanza naye mapema? Ibada zimeanza mtu mzima sasa. Tungeanza naye mapema kumwelekeza kwa habari ya Mungu, kwa habari ya ibada. Angekwepa ngumi ikaukuta ukuta huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maisha ya ushindi kwa mtoto yaanze na wewe baba kumtamkia mtoto wako. Yaanze na wewe mama kumwambia mtoto, mwanangu uwe hodari, mwanangu ufanikiwe, mwanangu wewe na kuombea, mwanangu utakuwa msomi. Hapo yupo kunyonya. Na ananyonya huku anajisaidia hapo. Utasikia tu mwambia, safi mwanangu, endelea. Yaani kanakula huku. Bwana Yesu asifiwe. Baba, yule mtoto wako tukiwa nyumbani, watoto huwa havalishwe pampers 90%. Anavalishwa tu ili aendelee kufurahi pale nyumbani na wewe. Akijisaidia ukiwa na wewe, sio uanze kupiga kelele. We mama nani? Amekunya huko. Mtoto anashtuka hivi kwamba na kanaweza kakakuangalia. Ni kweli ametoka kwenye suruali yako. Yaani mimi mtoto wako wewe. Katoto kana kuchungulia tu. Huyo ndo baba kweli au ni ngoje mwingine? Wazazi hao mambo tumeexperience sana. Kakimaliza utaratibu wake hapo hapo, safi. Nanyanyuka mwenyewe, akatoa vya kukatoa, kusanya jifute, badilisha suruali. Maisha mengine yafanyaje? Yaendelee. Acha kufoka. Yule ni mtoto wako. Hata kama sio wako, umeenda ukabeba mtoto wa jirani, ulimbeba wewe, ajifunze kutoka kwako. Amemaliza mwilini mwako, safi.
Tena sometime mpongeze, wao mwanangu hongera. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mtoto yajengwe na misingi ya kwako, kwa habari ya ibada na kwa habari ya kumjua Mungu. Mnyonyeshe mama, ndo mahali pake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na baba angekuwepo angesema kwani analia? Anamuwai. Sema tu mchungaji amekaa mbali kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani hapo baba angeongea, angewezekana mtoto angesikia. Mwanangu unalia? Angetulia. Hapa amedanganyishiwa nyonyo. Yesu wetu asipewe sifa sana. Kwa hiyo unapoendelea kumtia moyo mtoto na kumtamkia maneno ya baraka, jinsi unavyotamka kwa mtoto, mtamkie hata mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Si ndicho kicho ndani yako? Mtamkie. Mungu akubariki mtumishi, uwe hodari. Haleluya. Haleluya. Hebu mshike mkono tena huyo jirani yako. Wewe mshike mkono. Hataki. Wewe mwambie uwe hodari na moyo wa ushujaa, utafanikiwa. Finalisti walisema no Kelly, no sapu, no discontent, no mazagazaga machafu mengine. Mwambie uwe hodari ukafanikiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninakuombea sana kwa habari ya kufanikiwa, kwa habari ya kumtunza mtoto, awe wako au sio wako. Alafu wewe kijana, yule mtoto unayemtamkia mabaya, unaweza kushangaa kama mke wako. Huo ndio ukweli. Mke wangu mimi nimemfundisha Sunday. Yes, nimemfundisha Sunday school. Alafu mke wangu Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashangaa. Yaani yule ambao unaona ndo tunatoka humu pembeni humu kama hatuelewe kifulani hivi. Baada ya miaka kadhaa, mke wako huyo ulimwambia ujinga. Unaanza kwanza na anatunza kumbukumbu. Mimi mke wangu nilikuwa nimemsahau kabisa, sikumbuki. Kumbe alikuwa rafiki na mdogo wangu, na mimi nimeshaondoka, niko Kigoma, nimerudi sasa, nataka mke. Ananisalimia kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe mwalimu. Mwalimu. Wewe ulinitufundisha Sunday. Mimi rafiki yake na mdogo wako yule Adela. Okay. Sawa. Ndio wewe? Kwa hiyo kamwangalia, anastahili kwa mke huyu. Vipi ningetamka maneno mabaya nikiwa namfundisha Sunday school? Bwana Yesu asifiwe. Tamka mazuri. Inawezekana huyo mtoto akaja kuwa mke wa mtoto wako. Ndiyo. Sasa unashangaa wewe ndo baba mkwe sasa. Nali mdomo lile uliongea machafu. Toto huna akili. Chawi nini wewe? Ndo amekuja sasa nyumbani kwako. Amependwa na mwanako. Alafu anamwambia mume wake, baba aliwahi nitukana wakati ananifundisha geography. Nilishindwa tu kupima distance kati ya umbali fulani na umbali fulani. Atasema nilishindwa kuelezea features zinazopatikana kwenye ramani. Baba aliniambia sina akili. Haleluya. Haleluya. Mungu wa mbingu na nchi awabariki.